magube. Kusema kweli hamna mwanaume maskini au mwanaume ana hela. Mwanaume ambaye ana hela yule alolala kaburi ndo ana hela. Hela hao ambao unasema kwamba ni maskini sio kweli, kwa sababu mwanaume kwa muda fulani ambao anaendelea na maisha yake akipambana. Hapana, kwa sababu nikiangalia pesa sina. Yaani niko tu kawaida, lakini bana bana, hii ni mwendelezo wa kile ambacho nilikuambia ni view ya Dar es Salaam nzima. Tour hii ambayo tunaifanya kila siku kuzungumza na wana Dar es Salaam, kupata kujua kinachojiri, kinachoendelea right now, au sio? Bana, tumekutana na watu hapa wanajinasi wako kwenye tunaona kibaridi hiki cha jioni nini, watu wako live kabisa hapa. Bana, mambo vipi? Poa kama kawa. Kama kawa kabisa. Wanakuita nani? Kwa majina naenda kwa Huseni. Huseni? Yeah. Naona uko na dada, mambo? Poa. Wanakuita nani? Naitwa Joyce. Joyce? Yeah. Uko na nani? Mr. au nani? Mr. Bana, nyie naona mpo leo na kuna watu wengi walitamani kuwa hivi, wengine ni watu ambao wanashindwa kuwa hivi wakiwaona. Mimi mwenyewe nilikuwa napita kule nikawaona mmekaa hivi kwa furaha, nikasema mnawezaje kuwa hivi, na ingawa wakati wengine wanashindwa kuvumiliana hata siku mbili tu, watu wanakutana wanavurugana. Nyie mmewezaje? Naona mpo vizuri kabisa, mnatabasamu, mnakula miwa, hakuna shida. Eti dada, imewezekanaje? Maana wadada huwa ndo wanaanza kuzingua, au ni watu gani wanaanza kuzingua unavyoona kwa mtizamo wako? Sana wanawake. Ni kwa nini wanawake huwa wanapenda kuzingua, wapendi kukaa na wapenzi wao kama hivi, wametoka wana enjoy na nini, maisha kama yale pale? Tamaa. Inakuwa kwaje tamaa? Yaani anaona labda yule ana kitu fulani huyu hana, kwa hiyo anakuta anamwacha au anamfuata yule. Au lasha kapenda kitu fulani, ameona tu kitu fulani kimempendeza ambayo ni kwa muda mfupi tu anakifuata, mwisho wa siku anakuta kula anagombana, atafuta njia ya kurudi huku. Ndio hivyo. Kwa hiyo wengi huwa wanashindwa kuvumiliana, si ndio? Yaani tamaa, mtu kaona anashindwa kuvumilia. Kuna kitu fulani kwa mwenzie hana, anao mtu fulani, kwa anaachana na huyu kwa ajili ya kitu fulani. Alafu ikifika kule kile kitu kikipotea, anatoka kule anarudi huko alipotoka. Bana, kama unavyosikia bana, watu wanavumiliana. Sasa wewe umepata mchumba, umekaa naye siku mbili tu, amekosa hata nauli ya daladala, ushaanza kuchoropoka. Unaona watu wanapendezana kabisa hapa, wana pressure, baridi iko hapa, watu wametulia hapo. Si tumekaa tu kama mazuzu, kila mtu uko kivyake. Kameramani kivyake, mimi niko kivyangu. Bana bro, wewe unatumia mbinu gani ili kuweza kubaki na mtoto mkali kama huyu? Maana sio kitu kirahisi kwa sasa hivi kwa hali ilivyo hapa Bongo. Wewe unatumia mbinu gani ili kubaki na mtoto? Kiukweli ni Mungu tu mwenye kajali, lakini kusema kwamba natumia mbinu hapana, kwa sababu nikiangalia pesa sina. Nashukuru tu Mungu amenielewa na nini, na tuko pamoja na tumeanza mbali, tumetoka mbali kwa tu amebless. Ni jaa. Abara, unaposema kwamba huna pesa na muonekano wako unaonyesha kabisa wewe sio kama eti kwamba leo kabisa kwamba hela huna, au unaongelea pesa zipi wewe unazozungumzia wewe? Kweli ni muonekano tu kawaida, lakini kuhusu yaani kwa sababu tunajua madada wengi wanapenda sana pesa. Yaani pesa ile kweli kwa sababu ila sisi ndio hivyo, ni unga mwana. Yaani ni unga kabisa. Lakini mtoto kakukubali. Lakini ndio vile asumbui kweli, yuko good. So tunatoka hapa, mnafika mbele hapo, kumbe ni hapa tu mlikuwa mnaigiza. Unafika mbele mnaanza kupasuana, unajengwa viko mateke au kapakiwa na jombo huyo. Hamna. Asumbui kabisa. Dada, ni kweli anazungumza jamaa kwamba ni kabwela au ni anatupanga tu hapa? Maana tukiangalia kuanzia Jula hapo sio poa. Amna, yeye mwenyewe kaongea jinsi anavyojiona, ila mimi sijui nisemeje, ila yuko tu hivyo mwenyewe kishajieleza. Yuko vizuri. La idara. Umekubali? Umekubali show?
Ndio. Lakini mi sidhani kama kweli ni, mbona kama nywele hizo kusuka inakuwa kama shingapi? Nywele hizi kusuka, sasa kwa mimi nisiongee uongo, nitakuwa natenda dhambi. Nywele kusuka hizi ukienda saluni 25 30. Sasa hivi kweli kwa maisha ya kawaida hivi 30 unaichukuliaje? So ndogo na kwa hali ya sasa so ndogo kwa kweli, ni kubwa sana. Kwa kifupi jamaa, mpunga upo. Naweza nikasema upo. Mbona sasa jamaa umesema kabwela, afu nikiangalia hapa vitu ni vinameremeta tu, hereni nini, mtoto anacheka tu kama kana kwamba amekula nyama hata kilo 2 hivi, ana shida, ana mbambamba, afu unatudanganya kabwela. Mjomba vipi? Hamna brother, kiukweli yani sio sana ile, kwa sababu hata kusuka wenyewe unashangaa kwa miezi kadhaa anasuka kidogo, mara kadhaa anakuwa yuko rafu kwa so muendelezo kwa unapambana kwa hivyo kidogo ikitokea. Ni jambo la kujipanga, tuseme ni umeamua bana, baada ya mwezi hivi mtoto apendeze kidogo, afu akimaliza anarudi kwenye maisha ya kawaida. Aha, kwa hiyo ni maisha tu ya kawaida na siku zinaenda. Unawaambia nini ambao wanaingia kwenye mapenzi kama hivi, mchumba kakosa, mpenzi wake kakosa hela kusuka tu siku 2 yeye kachimba, au kakosa tu hela kula chipsi, hataki kula ugali yeye kachimba? Dada, unawaambia nini wanaokutazama kupitia Sanya TV pale, ili na wao wajifunze, watulie, waache kuhangaika, maana mwisho wa siku wanakuwa magubegube. Kusema kweli hamna mwanaume maskini au mwanaume ana hela. Mwanaume ambaye ana hela yule alolala kaburi ndo ana hela. Hela hao ambao unasema kwamba ni maskini sio kweli, kwa sababu mwanaume kwa muda fulani ambao anaendelea na maisha yake akipambana anapata kile anachokitaka. Na kusema kwamba umkimbie kwa baadaye, lazima utarudi tu, utamtafuta. Kwa sababu kwa sasa hivi, yani wanaume sasa hivi wengi wao walivyo, Mungu ndo anayejua. Wengi wao wanataka kupita, sio kusimama, kupita. Na ukiona kwamba umetoka na huyo kwa kwamba huyu yuko vizuri sana, hapana. Yule anataka apite kwako, akishapita ameondoka. Akiondoka anakuacha na maumivu yako. Mwingine anakuachia mimba, mwingine anakuachia magonjwa. Kwa ngombe ni hizo, anakwambia sitaka hela kwangu. Haya, chukua. Sometimes mtu ana hela lakini hamna amani. Ni ugomvi. Sasa inakuaje, we unajuaje kwamba huyu ni mpitaji na huyu bwana nikiangalia jamaa kama kapaki hivi unajuaje? Mimi kusema kweli sijajua, ile moyo wangu tu ulipotulia ndo hapo siwezi kusema sana. Moyo umetulia, umeridhika. Siwezi kusema sana, wanakwambia niseme sijui sehemu fulani, hapana. Nitakuwa nadanganya. Ya bro, na wewe unazungumziaje kwa wale vijana ambao wanapata mwanamke alafu wanafanya ushenzi kama hivyo? Dada amezungumza hapa, anasema kuna wengine wanakuja wanamwachia maradhi, wanamwachia mimba, wengine wanawaachia mpaka bili guest, ujue. Na mtu anatoka na demo anaenda naye guest, wamekula makuku, mboga, anafika guest, jamaa anajidai kachimba toileti, anaondoka mazima. Unalizungumziaje hilo? Kwanza kabisa vijana wa namna hii saizi ndio tupo wengi. Sio wapo wengi, tupo wengi kiukweli. Kumbe na wewe umo. Nasema nipo kwa sababu kwa sababu hata mimi inawezekana labda kama niliwahi kumfanyia mtu au labda ninaweza nikamfanyia mtu kwa sababu binadamu tunabadilika. Lakini kwa mimi sasa hivi nilivyo sidhani kama nina huluka hiyo. Sidhani kama na kwanza ni si vizuri, kwa sababu kama umeamua kumapproach mdada wa watu akaja akakuelewa haina haja kumfanyia hivyo. Kwa kama kuna mtu mnapendana nini, kwa kikubwa ni kinachomata ni uvumilivu sana. Yani uvumilivu ndo kitu kikubwa sana katika mahusiano. Na unahisi ni nini ambacho wanaume wengi wanakuwa wamefanyiwa, alafu sasa akija kukutana na mwanamke naye anakuwa na ile roho ya kumfanyia ushenzi kama huo, kumwachia bili, mwachia mimba, mwachia ugonjwa, au kutumia gharama yoyote ili ampate tu kwa siku moja, alafu akisha mpata anabwaga? Inakuwa ni nini kinafanya mpaka mtu anafanya hivyo?
Kwanza inawezekana kwamba inategemea na huyo mwanaume. Inawezekana kwamba uko nyuma alishai kukutana na mdada akaja akamfanyia hivyo, au kipindi ambacho jamaa anampenda sana huyo mdada, alafu mdada akaja akamuacha kwenye hali ambayo jamaa yeye hajaipenda. Kwa anachofanya kwamba anaamua sasa kwamba kwenye maisha yangu mimi nikikutana na mtu na mwanamke yoyote nitakachomfanya ndo hivyo yani kwamba yeye ndo alawagani anabaluza tu. Kwa hiyo inakuwa chanzo kinakuwa ni wanawake. Sahihi, wanawake wenyewe waga kuna muda wanazingua. Ndo maana mabichi boy wanaamua kuwafanyiaga hivyo. Wewe na wewe kuna ambalo lilikukuta labda ka historia kidogo, au ilikuwa namna fulani ambayo ilishakujaribu kutokea? Mimi hapana kiukweli, Mungu amenisaidia ni kwenye hao madada hapana. Kwa mfano hapa ndo nimetulia hapo. Nipo. Sema mjomba, nikikuangalia unajilinda sana kila mahali unasema mimi huko simo. Dada, ni kitu gani ambacho wanawake huwa wanapenda kuwafanyia wanaume mpaka wanafikia hatua kwamba mtu anakutana na mtu anaona ni bora amwachie ugonjwa au ukimwi, amwachie mimba, amwachie bili, amwachie matatizo, alafu anakimbia na anatumia gharama kubwa kukupata kwa siku moja tu, walau siku moja tu anakuacha? Inakuwa ni nini ambacho wanawake huwa wanapenda kukifanya na upendi wakifanya mpaka sasa hivi unaweza ukawaambia? Kwa upande wangu mimi sijajua, ila wanawake wengi wanapenda kufanya, wanakuwa mwanaume akiwa anataka kitu chake, akija kukuapproach ukamkatalia, amekuja mara ya kwanza mara ya pili ukamkatalia, atafanya jambo lolote ili akupate. Na akishakupata kuna mawili, kwa sababu anajua kwamba umemkubali labda kwa ajili ya kitu fulani umeona. Sasa huyu mtu kwa kuwa kaona kitu fulani akakitaka, ngoja nimkomeshe. Kumbe ndo hivyo. Ngoja nimkomeshe. Sasa kumkomesha hivyo ndo anatafuta labda anamvesha chochote, anafanyia chochote, ndo anafanyaje? Saidia kumuita yule mzee. Anamapproach afu anamwacha kama hivyo, anaachana naye. Na chingine wanawake wengi naweza kusema tuache dharau. Mwambie nataka tumuoji. Tuache dharau, tusipende sana kujiona labda ni wazuri sana au walembo sana, kwa sababu ukiangalia sana wanawake wazuri ndio ambao hawaolewi. Na wale ambao tunasema yule mwanamke afai, mbaya, wapo kwenye ndoa. Hivi kuna wanawake wabaya? Maana mimi sijui kama kuna wanawake wabaya. Mtu anakuambia yule mwanamke ni mbaya, hafai, ingawa duniani hakuna mtu alioumbwa ni mbaya. Lakini hao ambao tunasemekana ni ndoa wabaya ndio wanaopendwa, alafu ndo wanaokaa kwenye ndoa. Ila ambao tunajionaga wazuri sana tumepitiliza, amnaga ndoa, tunaishia kuchezewa na kuacha. Wengine wanakuwaga masingle mother. Sema na umeamua kuvutia upande wako, si watu wanajionaga wazuri sana. Bana, hilo ni swala ambalo amelizungumza dada hapa. Na bro, unasemaje, ni kweli anachokisema kwamba inakuwaga hivyo au? Anapita mule japo isije kawa anapita mule afu mwisho wa siku yeye na anakuja na yafanya tena hayo. Yaani huwa anapita mule yaani ni uhalisia mtupu ameongea. Iko hivyo. Bana, hii ni Sanya TV. Nadhani umemsikia dada hapa amezungumza vizuri kabisa akisema kwamba wanawake mwanzo wao wanakuwa wanazingua, au sio? Ndio, kweli kabisa. Wanakuwa wanazingua. Wanajiona piskali kumbe box. Ni kweli. Ni kweli. Ila naona wewe hujaamua kutumia mavitu wale, si ma makeup, mavipodozi na nini, umeamua kuweka kando. Asa hayo ukiyatumia yana mwisho wake. Ukipaka vipodozi kuna muda utakosa hela kununua hivyo vipodozi. Kwa maana yake utabaki uhalisia wako. Mtu alivyokuona mwanzo, hata filter za kwenye simu tunazotumia, mtu anavyokuona kwenye simu akija kukuona live ni tofauti. Sometimes tunabidi tuache uongo, tuweke kama tulivyo, tujiweke kama tulivyo, ili mtu akija kukuapproach mazima, na akija kukupenda wewe akupende kama ulivyo, ili baadaye ubadilike ukiwa kwake, ajue bwana, mke wangu alikuwa hivi, sasa hivi yuko hivi. Heri iwe hivyo kwa kila mwanamke. Bwana, shukrani sana kwa wapenda nao hawa au wachumba. Tayari ndoa au ndo mpo kwenye mbio? Bado ndo tupo kwenye mbio hizo. Lakini tayari mshaanza kuna nini? Tupo tu kwenye mahusiano kwa muda mrefu, lakini bado hizo vitu bado.
Aha, bwana, asante sana mtazamaji wa Sanya TV. Tulikuwa na wawili hawa, wametueleza mengi mazuri, nadhani umeyasikia na umeyaona. Wako vizuri hapa, hawajatumia makeup, hakuna nini. Wewe sasa ndugu yangu na mimi, jibadike, jipige makeup mpaka kule wengine Mloganzila karibu hapo. Bwana, tunamaliza. Wewe unazungumziaje wanaenda Mloganzila? Mungu tu awasaidie. Wasichana wengi kwa kweli kwa sasa hivi wengi wanaenda huko, wanaenda kuongeza, ila vile vina mwisho wake na vina madhara. Kwa hiyo wenyewe wanabidi waache. Kama umeumbwa huna mwili, utakuwa una mwili hivyo hivyo, na Mungu ipo siku atakuongezea. Ataona huyu ana kitu fulani, basi acha nimuongezee. Na kuna muda unaweza kujiongezea ule mwili ukawa ni madhara kwako. Kwa hiyo tuache tu kuongeza vitu visivyotuhusu. Hivyo tuachie waliotengeneza wafanye kazi yao. Asante sana dada, anaongea vizuri. Natamani tuongee mpaka kesho, lakini tunaona wewe mwenyewe hapo, unaona ushaanza kuchoka, ushaanza kusinzia. Sasa ya nini tuendelee kuongea? Hii ni Sanya TV bana, tunakusogezea vitu kama hivi kila saa, kila siku, kila leo.